Eyo, inakuaje? Story yetu bana leo inaanza na mwanamke anaitwa Glenna. Ana miaka 36 na anaishi kwa jimbo moja linaloitwa Michigan State huko Marekani. Glenna bana ana shida moja. Glenna anapenda kamari hatari. Na nikisema anapenda manake anakaa masaa 24 ndani ya kasino kwenye mashine zile za kubahatisha zile. Na shida nyingine ni kwamba yeye na mume wake sio matajiri, wana maisha ya kawaida tu. Mume wake anaitwa Marty. Alikuwa na ulemavu baada ya kupata ajali ya gari miaka kadhaa iliyopita. Ila Marekani wenyewe bana wana program moja. Ukiwa na ulemavu wowote au shida yoyote, kuna hela fulani hivi katoka serikalini. Hata pia anayekulea naye kuna hela anakuwa anapokea. Kwa hiyo kiufupi bana, Glenna alikuwa na hela fulani cha kuchezea, sio nyingi lakini hela zilikuwepo za kuchezea kidogo. Kila wiki alikuwa ananunua zile tiketi za kubahatisha zile. Hela nyingine inaenda kasino. Hali hiyo iliendelea kwa miaka na miaka, na kufika 2010 hali yao ya kimaisha ikaanza kujionyesha sasa. Ndani ya mwaka mmoja alitumia dola 75,000 kutoka kwenye akaunti ya familia, na mnajua hela zilikoenda kama mlikuwa mnasikiliza. Hela ambayo ilibidi ilipe kodi ya serikali, kodi ya nyumba, zote zimeisha na bili zote zinasema wapi? Jengo la kasino. Na jambo baya zaidi ni kwamba Marty alikuwa juu chochote kinachoendelea, na Marty alikuwa makini sana kwenye matumizi. Yaani hata taa ikiwa inawaka itumike anazima, bomba la maji yuko makini, maji hayapotei. Kumbe mke wake yeye huko ni party after party huko mjini. Miaka ikaenda hivyo hivyo kibishibishi mpaka kufika 2015 sasa. Mabaya yote akaanza kujiconnect, anaanza kujionyesha sasa. Serikali wanasema kodi hajalipwa miaka 5. Gari linadaiwa, linakaribia kuchukuliwa. Benki inasema wanadai 48. Na Glenna hapo hana hata 100, ila hata angekuwa nayo hiyo 100, unajua wapi ingeenda hiyo 100 yenyewe ingeenda kasino bado. Benki wakatuma barua ya kwanza ile ya warning kwamba siku fulani tutaweka nyumba yako kwenye mnada. Glenna akapuuzia. Wakatuma barua ya pili, Glenna akapuuzia. Ile siku ilivyofika bana, benki wakaweka tangazo lao kwenye gazeti kwamba nyumba hii inauzwa. Mamake Marty akaona tangazo hilo kwenye gazeti, akampigia Marty hapo hapo. Marty hakuamini kabisa anachosikia, ilibidi aone mwenyewe. Akaonyeshwa gazeti, bana, nyumba yako hii hapa ipo kwenye mnada hapa tunavyoongea. Marty aligombana sana na Glenna. Glenna yeye anadai kwamba benki wamekosea, atawatafuta watoe ile tangazo kwenye gazeti, ila hamna lolote, anajua kabisa kila kitu kinachoendelea. Na hapa sasa ndo story inaanza kutisha. Glenna akajua kabisa hasa hapa ni swala la muda tu, madeni yote atajirudi na mambo yote aliyofanya gizani atakuja kwenye mwanga. Kuhusu kasino, kuhusu kamari, kuhusu akaunti ya familia, yote aliyoyafanya miaka yote. Na wakikosa na nyumba kabisa, hasa hapo mambo yatakuwa yameiua kabisa, maisha yatakuwa magumu sana. Akapata wazo moja bana, asema kwani sijue, kwani shida iko wapi? Kwani sijue tu. Ila akajiongezea na wazo jingine, kwani sijue mimi nikamuona mume wangu pia, kwa sababu nimemkosea sana, sitaki agundue ni wao wafanya. Kwa hiyo hicho ndio alichoamua sasa, ajiue yeye na mume wake. Kwa hiyo akaandaa barua 3 za kuiaga dunia, moja ilienda kwa mama yake, nyingine kwa watoto wake, nyingine kwa mume wake wa zamani. Alivyomaliza kuandika, akachukua bunduki na kuelekea chumbani kwa Marty. Sasa wakaanza kugombana kwa muda mrefu sana, kelele nyingi zatoka humo ndani. Ghafla Marty akapiga kelele, don't shoot, kisha risasi 5 zikasikika kutoka humo ndani. Glenna alimshuti Marty mara 5 mwilini na Marty akafa hapo hapo. Kisha Glenna naye akajiwekea kichwani pisto na kushoot. Lakini story ya kuishia hapo bana. Majirani walisikia milio ya risasi lakini hawakujua imetokea wapi. Kwa hiyo kesho yake jirani mmoja akaenda nyumbani kwa Glenna kuuliza kwamba ile milio ya jana mlisikia hapa mtaani vipi? Ila aligonga mlango muda mrefu sana, hamna aliyefungua. Akapata wasiwasi kidogo. Baada ya muda tena kesho yake akaja kujaribu, hamna aliyefungua. Hapo ndo akaamua apigie simu polisi. Sasa polisi kuvunja mlango, wakawakuta watu wawili wako chini wamelala. Mara ya kwanza walichohisi polisi ni kwamba hapa kuna kibaka alikuja akawaua wote wawili. Hawakufikiria kwamba labda Glenna ajaribu kujiua afa kamuua, na hawakufikiria hivyo kabisa. Wakati polisi wanaendelea kupeleleza miili pale, Glenna bana akafungua macho. Glenna alikuwa hajafa. Kila mtu alishtuka, maana risasi ya kichwa leo ujue kila mtu alisi amekufa. Glenna aliwaishwa hospitali mapema kabisa. Alikaa kwenye koma wiki kadhaa. Baada ya kuamka na kujisikia vizuri, polisi walimuuliza maswali kadhaa lakini alisema hakumbuki chochote kile. Alikuwa anadai kwamba amepoteza zile kumbukumbu za vitu vyote vilivyotokea. Na hivyo Glenna alikuwa anaenda kuchomoka na hii kesi, alikuwa anaenda kuchomoka kabisa bila kesi yoyote, mpaka kitu kimoja cha ajabu kikatokea bana. Marty bana kumbe alikuwa na kasuku ndani ya chumbani kwake pale. Hata wakati agombana kasuku alikuwa mule ndani. Kwa hiyo baada ya kile kifo kasuku alichukuliwa na mke wake wa zamani yule Marty. Baada ya wiki kadhaa bana, yule kasuku akaanza kuongea. Akawa anatumia sauti ya Marty, anasema don't shoot. Yule mwanamke alimrekodi video hii hapa. Shut up and you fucking shit up! No! Yaani kama vile Marty alikuwa anasema don't shoot, anamwomba yule mwanamke asimshoot.
Polisi walihusishwa, ila wakasema mahakamani hawawezi wakaruhusu ndege awe shahidi, maana huo ndio ushahidi pekee waliokuwa nao. Japokuwa walikuwa wanaelewa kabisa, maana Kasuku alirekodi na akawa na play kila kitu alichokuwa anasikia, lakini walikuwa hawana ushahidi wa kumkamata Glenna. Kwa hiyo polisi bana wakaipotezea, ila yule mwanamke akukata tamaa, alichukua video ile akaipelekea media. Hiyo video ilisambaa dunia nzima, ndani ya wiki kila mtu alikuwa anaongelea hiyo story. Polisi bana ikawabidi waifungue kesi upya, maana kila mtu jicho lilikuwa kwa polisi kwamba mnafanyaje sasa, ushahidi huu hapa, maana raia wote walikuwa waelewi, hamna alikuwa anaelewa yani. Kwa hiyo polisi walifungua kesi upya, wakaanza kuchunguza tena, wakampiga maswali tena Glenna, wakufuatilia kiundani. Baadaye wakaja kuzipata na zile barua alizoandika kabla hajafa, na hapo wakapata ushahidi wa kutosha kwenda mahakamani. Sasa kesi ilienda mahakamani ikasikilizwa wiki kadhaa, na baadaye ikakutwa kwamba Glenna yuko guilty, alimuua mume wake na akahukumiwa jela kifungo cha maisha. Glenna huyu hapa bana. Oya, mnaionaje hii kesi wanangu? Niambieni kwenye comments hapo.